Kokimuli na Professor Adams Olo alikuwa awe ndiye candidate wa Azimio for the panel. Yeye akawa amekuwa picked na ODM through Parliamentary Service Commission. Hiyo haikuwa na shida. Kokimuli awe anatoka upande wa Wiper na Jubilee could also have had a candidate. I think wakili Ndegwa, they withdrew Ndegwa. Wale watu ambao William Ruto anawatumia within Jubilee coalition na ambao hawawaoni. You know, coalition ya Jubilee is supposed to have 23 political parties. Mnawaona wengine wakaambiwa huyo, wakatumiwa mmoja akawekwa in order to make sure nominee wa Wiper hata kuwa pale, because first of all she's the most qualified even to be the chairperson. That lady herself, look at the CV. Kokimuli can very easily be the next person, the chairperson. If we want free and fair elections, should be the next one to replace Chebukati. Lakini Ruto akisikia hiyo lazima vikwazo. Wa ODM akaenda through, wa Wiper akazuiliwa mpaka ikaenda mahakamani. 1 month ago, judge sitting, I can't remember where she was sitting, ruled in favor of Kokimuli. What the Parliamentary Service Commission should have done, because it's important to set the record straight, they should have forwarded the names now to William Ruto. That should have been Speaker Wetangula and the clerk. Lakini what did they do? Ruto akaweka break. Wakatumana judge, there's a judge sitting in Kiambu. Senator Mara, there's a judge sitting in Kiambu. Serikali ya Ruto ikitaka anything kwa mahakama wanakimbizia huyo, and we want to investigate. Judicial Service Commission waangalie huyo judge, huyo mama judge. Quickly akaambiwa toa orders, zuia huyu Koki asiletwe, jina yake isiletwe. Unfortunately, the 9 names must be sent together. Akapatiwa orders. In the meantime, candidate wa Ruto, in order to make sure he ends up with a compromise IEBC, candidate wake ambiwa aende afanye appeal. So ni Wiper ndio wanachelewesha ama ni Ruto? Siasa ulagai imekwisha Kenya. How Kenyans pray elections are tomorrow? Anguke kuwa Ruto na UDA kwa Kenya hii. Sini kweli? So we must therefore remain together, and I'm going to encourage, as Mheshimiwa Jude Jomo said, let us really build this flexibility. Hata wale ambao unajua, my brother Jeremiah anaangalia wewe kama ulikuwa unataka kuchukua Jubilee, sasa mnaongea pamoja, kaeni namna hii. We have to put together those differences and build a team. Build a team. Uko Ruto, by the way, Ruto has changed tact. His approach ilikuwa amalize vyama vyote, aunde one huge UDA. Sasa amechanganyikiwa because amepata watu wa ODM in his cabinet who should not under law be talking politics. They are already in breach of the constitution. Hao mawaziri hao kina Joe hawa na wenzao, they should be keeping quiet. Lakini ndio megaphones sasa, sauti ya kupaza vitu, vyombo vya kupaza sauti ya Ruto, na wa Ruto amenyamaza. Now Kenyans are watching, and so we are telling them from Thika, Kenya is never the same after the Gen Z revolution. What happened in Bangladesh, and wananchi watu wakiamua, some of them may come bearing arms. So we even telling our security forces, mukiona kimeumana, musiuwe watoto wetu. Mukiona spirit ya revolution Kenya inaendelea, musiuwe watoto wetu. Fanyeni vile watu wa Syria wamefanya. Jeshi letu, polisi wetu,
kina bwana Kanja na wengine, I'm giving you a very polite advice. Mkiona kimeumana, mwambieni Ruto atoke. Ruto and Raila, if you wanted the NADCO report, should have been unanimously adopted. The only thing out of the 9 pieces of legislation, ile ambayo ilipitishwa, ni this IEBC thing, which they are refusing to implement. The others, hakuna, and it required some of it, constitutional amendment. Why is it that they got more than 2/3 to impeach Gachagua, and they can't get 2/3 to implement NADCO? Jiulizeni hiyo. Ulagai mtupu. Siasa ulagai. Wa Kenya hawatakubali. A company based in India inapeana stima Bangladesh, kilipoumana akasema hajalipwa, which means if he took our JKI and there's any civil disobedience or something, atasema alipwe. Ndege hazita land Kenya hii. So we did well. We did well. Don't think Ruto atali withdraw mambo ya ndani kwa furaha. Si bado unasikia watu yake wanabweka sijui ndani Tanzania, ndani wapi, bado wanabweka. He cannot touch it.